Hivi sasa ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Wakati huu umeletwa kwako na Al-Shifaa Investment Limited, wakala wa uhakika. Na mjambo msikilizaji popote ulipo, ni matumaini yangu mzima na ubuheri wa afya. Karibu kwenye kurunzi ya Al-Shifaa awamu ya saa 1 jioni tarehe 10 mwezi wa 6 Juni mwaka 2025. Jina langu Diana Faith Sabela. Albert Ojwang aliweza kufariki akiwa korokoroni katika kituo cha polisi cha Central. Alishambuliwa kimwili na alipata majeraha mbalimbali mwilini mwake kulingana na matokeo ya daktari wa upasuaji wa serikali. Daktari wa serikali wa upasuaji Bernard Media alihitimisha kuwa kifo cha Albert Ojwang kilisababishwa na majeraha ya kichwa, kubanwa shingoni na majeraha yaliyosambaa mwilini, viashiria wazi kuwa alipigwa. Na aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Daktari Willy Mutunga na mwanasiasa mashuhuri Martha Karua wamewasilisha kesi katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, wakilalamikia hatua ya serikali ya Tanzania ya kuwazuia kuingia nchini humo na kuwarejesha Kenya. Katika kesi hiyo waliopeleka kwenye mahakama iliyoko Arusha, wawili hao wamedai kuwa kukamatwa na kufukuzwa kwao kulikiuka haki zao za kimsingi, zikiwemo haki za kusafiri huru ndani ya Afrika, haki ya kutoshikiliwa kiolela, haki ya kushiriki shughuli halali za kiraia na haki za kuheshimu utu wao. Mutunga na Karua wanaitaka mahakama iamuru serikali ya Tanzania kuomba msamaha rasmi na kuwalipa fidia kwa madhila waliopitia. Pia wameishtaki Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kushindwa kuhakikisha haki zao kama raia wa ukanda huu zinalindwa. Hadi sasa serikali ya Tanzania haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu kesi hiyo. Na msikilizaji, tukirudi katika ukanda wa Pwani, ni kuwa serikali ya kaunti ya Mombasa imetangaza kuzindua operesheni ya kunyunyiza dawa sehemu mbalimbali ikiwemo makazi ya sehemu za umma ili kukabiliana na tishio la magonjwa yanayosambazwa na mbu. Hatua hii imechukuliwa na kufuatia kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa chikungunya katika maeneo ya Pwani wiki iliyopita na wiki hii. Kwa mujibu wa maafisa wa afya, kampeni hiyo inalenga kuangamiza mbu aina ya Aedes ambayo ndio wasambazaji wakuu wa virusi vya chikungunya, homa ya dengu na malaria. Wameonya kuwa mbu hawa hupatikana wingi ndani ya nyumba, hali inaongeza hatari kwa wakazi wa mji ulioko eneo la Pwani. Kwingineko ni kwa bandari ya Lamu imefungua rasmi shughuli zake kama mojawapo ya kuimarisha uchumi katika ukanda wa Pwani, ikipokea na kupakua mizigo kwa ratiba ya kawaida, huku ikiimarisha zaidi jukumu lake kama kitovu cha biashara katika Afrika Mashariki. Meneja wa bandari hiyo mhandisi Vincent Sidia amethibitisha kuwa imekuwa ikipokea meli za mizigo kila wiki tangu ilipoanza. Na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kilifi Mheshimiwa Gertrude Mbeyu ametoa makataa ya wiki 2 kwa waziri wa utalii, akimtaka kutatua mara moja tatizo la ndovu kuvamia maeneo ya makazi katika eneo bunge la Ganze. Mbeyu amesema wakazi wa Ganze wamekuwa wakihangaishwa na ndovu kwa muda mrefu, hali ambayo imeathiri usalama wao, maisha ya kila siku pamoja na za kiuchumi kama kilimo. Na msikilizaji, katika biashara ni kuwa biashara haramu ya sigara nchini Kenya imefikia kiwango cha juu zaidi kwa mujibu wa utafiti mpya wa kampuni ya Kanta. Ripoti inayoonyesha kuwa 37% ya sigara zinazouzwa mwaka huu ni haramu ikilinganishwa na 27% tangu mwaka 2023. Kampuni ya BAT Kenya inasema kuwa serikali imepoteza takriban shilingi bilioni 9 kila mwaka kutokana na ushuru wa sigara haramu. Sigara nyingi haramu huingizwa kutoka nchi jirani, hasa Uganda. Changamoto hii inaathiri mapato ya serikali, huduma za umma na usalama wa taifa, na inahitaji ushirikiano wa kikanda kukabiliana nayo. Michezo kutoka nyuga zote duniani. Na msikilizaji, katika habari za michezo ni kuwa shirikisho la soka nchini FKF kupitia tawi lake la kaunti ya Kwale
limetangaza rasmi tarehe za mechi za nusu fainali za mashindano ya FKF Cup Kwale mwaka huu. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa ni kuwa Jumamosi tarehe 21 mwezi wa Juni mwaka huu, klabu ya Mwavumbo FC itachuana na FC Bumbani Stars, kisha Jumapili tarehe 22 mwezi huu mwaka huu itakuwa zamu ya Rwafa FC kumenyana na Kombani Youth FC. Mechi zote zitapigwa kwenye uwanja wa Ukunda Showground kuanzia saa 9 alasiri saa za Afrika Mashariki. Mashabiki wa soka wanahimizwa kufika kwa wingi kushuhudia vipaji na ushindi mkali kutoka kwa vilabu vya nyumbani. Na katika habari za kimataifa nilizokuandalia jioni ya leo ni kuwa jeshi la Sudan Kusini limesema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha na kwa hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura. Jeshi hilo limesema baada ya zoezi hilo utafuata mchakato wa kuwapokonya watu silaha kwa lazima utakaofanywa na kikosi maalum katika kaunti ya Warap na Mayom, ambako wiki iliyopita Rais Salva Kiir alitangaza hali ya dharura kufuatia hofu ya usalama kwa kipindi cha miezi 6. Maeneo haya yanakabiliwa na ongezeko kubwa la machafuko ya kikabila ikihusisha wizi wa mifugo. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Sudan Kusini, Lul Ruaya Koang, amewaambia waandishi habari tayari kikosi cha kusimamia zoezi la ukusanyaji silaha kimepelekwa kwenye maeneo hayo. Na kwingineko ni kuwa maafisa wa Marekani na China wanajiandaa kukutana kwa siku ya pili leo Jumanne kwa mazungumzo ya kibiashara mjini London nchini Uingereza. Mazungumzo hayo yanalenga kutafuta makubaliano kuhusu swala tete la ushuru chini ya kiwingu cha mvutano uliozidishwa na ongezeko la masharti ya usafirishaji bidhaa. Naibu Waziri Mkuu wa China He Lifeng anaongeza ujumbe wa nchi hiyo akiandamana na Waziri wa Biashara Wang Wentao, wakati ujumbe wa Marekani ukiongozwa na Waziri wa Fedha Scott Bessent na Waziri wa Biashara Howard Lutnick. Mkutano huo wa London unafanyika baada ya Marekani kuishtumu China kwa kukiuka makubaliano yao yaliyofikiwa Geneva, Uswizi, na kumaliza mvutano kuhusu ushuru. Na msikilizaji, ikiwa ni dakika 10 zimeweza katika baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. Hizo ndizo zilizokuwa kurunzi ya siku ya leo. Jina langu Diana Faith Sabela na kutakia usiku mwema.